Efeso 2:18 inasema, kwa maana kwake yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Rudia tena. Kwa maana kwake yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Anasema kwa yeye ambaye ni nani? Yesu. Kina nani wamepata njia? Sisi. Wangapi? Wote. Wote. Angalia hapo. Kwa yeye sisi sote tumepata njia. Ilifungwa na dhambi. Ni kitu gani kinafanya dhambi litufungia? Sasa tunarudi nguvu ya utambulisho wake Mwokozi. Kwa yeye tumepata njia. Isaya 35 mstari wa 8. Isaya 35 mstari wa 8 nasema. Inasemaje? Na hapo patakuwa na njia kuu. Ambayo Yesu ndio nini? Njia. Njia. Ndio maana yeye ameitwa njia kuu, kwa sababu ziko nyingine. Ndio maana nikasema hata kwenye ufahamu njia ipi. Ni muhimu sana kufahamu njia. Kwa yeye kutakuwa na njia kuu. Na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Njia ya utakatifu. Kwa nini njia ya utakatifu? Dhambi haina nguvu hapo, kwa sababu Mwokozi ambaye ana shida dhambi kaja, na yeye ndio njia. Ndio maana ita njia ya utakatifu. Unakuwaje mtakatifu na ulifanya dhambi? Kwa sababu amekuja anayetambulishwa, anayeweza kuondoa dhambi. Endelea. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio, wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Wajapokuwa wajinga. Unaona neno gumu sana hilo? Sana. Hiyo ndio mamlaka ya Kristo. Hata wajinga wakimpa maisha hawapotei bustani yao. Oh, haleluya. Unamtambua Mwokozi? Ndio. Ni nani? Ni yule ambaye ukipita kwenye njia yake, hata kama una ujinga hutakaa upotee, utafikia bustani yako. Amina. Hata kama ni mjinga utakaa upotee, utafikia uzima wako, utafikia umilele wako. Sasa shida inayokuja ni nini? Shida inayokuja, wanadamu wanatumia nguvu nyingi kutafuta wanachotafuta. Sikiliza, tumia ufahamu kumtafuta Mungu, kumtafuta Mwokozi. Kwa nguvu zako utaenda. Ndio maana akasema wajapokuwa wajinga hawatapotea. Huo ni utambulisho wa Yesu. Ndio maana akasema mimi nimekuja ili watu wawe na uzima, kisha wawe nao tele, wawe nao. Kwa hiyo watu wanatakiwa wafanyeje? Watambue tunakumkubali. That is it. Nasema ni kazi nyepesi tu. Umtambue kama alivyo tambulisha, uamini kama alivyo tambulisha, na uungane naye kama alivyo tambulishwa. Huo ni utambulisho wa Yesu. Kwa hiyo utambulisho wa Yesu ulibeba hatima yake. Utambulisho wa Yesu ulibeba kusudi. Sawa sawa na lile swali la mtu wetu kutoka Kigoma. Kwa hiyo unaona huo ni utambulisho wa nani? Wa Yesu. Anatambulishwa kama Mwokozi. Kwa hiyo mambo yote yanabebwa kutokana na utambulisho wake. Tulishafundisha hata pale mwanzo, na maana hata alivyozaliwa nyota ikaonekana, ikawa inaashiria ufalme wake, ikawa inaashiria mamlaka yake ambayo ilishatabiriwa katika Isaya 9. Kwa hiyo unaona ulikuwa unabeba hatima. Utambulisho unabeba hatima. Kwa Yesu hapa anachukua tu kwa kifupi, lakini utambulisho wa Yesu ulitabiriwa na manabii. Ndio maana Yesu akaja kusema manabii waliandika habari zangu. Kwa hiyo utambulisho unabeba hatima. Kwa hiyo huo ni utambulisho wa Yesu, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, kwa jina lake kila goti linapigwa. Na bahati nzuri sio hadithi. Hata leo ukitumia jina la Yesu kila goti linapigwa. Ukitumia jina la Yesu mapepo yanakimbia. Ukitumia jina la Yesu watu wanaponywa. Ukitumia jina la Yesu watu wanaenda mbinguni, motoni hawaendi. Kwa nini? Hiyo ndio sawasawa na utambulisho wake. Na uko dhahiri kabisa. Na uko dhahiri. Utambulisho mwingine wa tatu. Twende angalia utambulisho wa mwanamke. Mwanzo 2:18. Mwanzo 2:18 nasema. Inasemaje? Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Huo ni utambulisho. Nafikiri aliyeuliza swali ni Loveness. Inawezekana ni mwanamke pia. Ni Loveness, mwanamke. Nitamfanyia mtu wa kufanana naye. Mwanamke ni msaidizi anayefanana na mume. Msaidizi anayefanana ni utambulisho. Msaidizi anayefanana. Je, Loveness ana mume au atakuwa na mume katika maisha yake? Maana tujui umri wake. Je, anatarajio? Je, anajua
nguvu aliyonayo ya usaidizi? Je, anajua anafanana na huyu atakaye kuwa naye? Je, anajua wanafanana vitu gani? Anasema ni msaidizi wa kufanana. Sasa hapo unaweza kaniambia, kwani hapo na maana gani? Kwanza tuangalie msaidizi. Msaidizi maana yake ni nini? Msaidizi ni mwenye nguvu anayekuamua vitu vilivyo kushindikana. Ndiyo maana ya msaidizi. Ukizungumza kwenye lugha, kuna servant, kuna helper. Kwa hiyo kuna mtwana na kuna msaidizi. Mtwana ni kama binti wa kazi, yule ndiye mtwana. Kuna mtumwa. Mtumwa ni mfungwa, muonewaji. Ni vitu viwili tofauti hivyo. Kuna mtumwa, kuna mtwana. Mtwana ni kama mjakazi kwa lugha nyingine, au kijakazi. Kijakazi sio mtumwa. Kijakazi ni mtwana, ni kijakazi, ndio maana kaitwa kijakazi. Sasa mke sio kijakazi. Hapana, nataka niongee na wanaume. Mkeo sio kijakazi. Mkeo ni msaidizi anayefanana na wewe. Shika hapo. Maana yake ni nini? Msaidizi ni an helper, anayechukua majukumu yanapokwama, yeye anakuamua. Ndiyo maana ya msaidizi, mkuamua majukumu yaliyokwama. Helper. Nikiongea nafikiri mafundi watanielewa vizuri, engineers watanielewa vizuri sana. Unapotengeneza vyombo hasa hivi vya moto, magari, matreni, kuna vitu vinaitwa helpers kwenye vile. Kwa mfano kwenye suspension, kwa mfano unavyoendesha gari, kuna mfumo unaitwa suspension system, mfumo wa angiko kwa Kiswahili. Ukisema angiko tutawaacha wakuli watapata shida, lakini Kiswahili unaitwa mfumo wa angiko, yani suspension system, mfumo wa angiko. Mfumo kazi yake ni nini? Mfumo ndio unafanya hata kama gari inatembea, hata ikiingia kwenye shimo, watu hawawezi kuvunjika viuno huku juu. Ukiona gari inaingia kwenye shimo watu wanaumia migongo, ina maana suspension system imefanyaje? Imekufa. Sasa suspension system inahusisha vitu vingi. Inahusisha springi, inahusisha shock up, inaitwa shock absorbers. Alafu kwenye springi kuna vitu vinaitwa helpers spring. Ina maana helper spring, helper shock absorber, kazi yake ni nini? Unapoingia kwenye korongo kubwa sana mpaka shock up zikaelemewa, spring zikaelemewa, ndio ile helper spring inachukua nafasi. Yenyewe haifanyi kazi kama hujaingia kwenye disaster. Sasa ndio mwanamke ametambulishwa helper. Yani ni mtu amtuliza majanga. Je, wanaume wanaelewa? Je, mwanamke mwenyewe anaelewa? Je, Loveness anaelewa? Hiyo yote ni spirit ya usaidizi kwenye nchi, kwenye familia, kwenye jamii, kwenye ukoo, mpaka kanisani. Mwanamke msaidizi. Kwa hiyo ni lugha ya kwanza na utambulisho wa kwanza wa mwanamke. Jambo la pili anasema anayefanana, like. Ndo kule kwenye uumbaji Mungu akasema in our image, our likeness. Ndo kufanana. Kwa lile neno linajirudia. Lile neno linajirudia tena. Sasa linapojirudia pale unaona mume anafanana naye. Mnafanana nini? Lazima mfanane imani. Mnafanana nini? Lazima mfanane mipango. Sio mume anaanzisha kazi ya shamba, mwanamke anasema nani anaenda kwa mashambani. Haelewi kama wanafanana hawa, haelewi usaidizi na kufanana, haelewi. Kwa mfano mimi nitasema hapa, nitawasaidia watazamaji wetu. Mke wangu mama kuhani, sawa? Ndio. Aliniambia nataka kufanya kitu, lakini kwangu mimi hakiingii wapi? Akilini. Mimi sasa mwanaume mie. Alisema nataka kuanza ufugaji wa kuku. Mimi kwanza nikataka kumzuia, nikakumbuka msaidizi, nikakumbuka anafanana, nikampa nafasi, nikamruhusu. Leo hii ninapozungumza na wewe, ninapoangalia ile kazi, unakuta na kuku 500
ana vifaranga 300, ana kuku wa kienyeji 50. Maana yake ni nini? Hawa 300 anafanya anavyotaka, wale 50 wa kienyeji tu kwa mfano. Sasa ina maana mimi nyumbani kwa kuhani, kupitia huyu msaidizi wangu, kupitia anayefanana na mimi, nina uwezo wa kuku kila Jumapili bila kusubiri limbuko la mtu. Wow. Hiyo ni kila Jumapili, wale wa kienyeji tu. Lakini nikiangalia kwa bandani wako chotara 300, nikiangalia kuna vifaranga vingine 500. Ile kazi mimi siwezi. Lakini ana uhakika wa kupata pesa na uhakika wa kula kuku. Kwa hiyo mimi kuku sio muujiza tena. Kabisa. Sasa haya, kwa hiyo ukiangalia kuku 300, kuku 500, akiuza 10,000 ni shilingi ngapi? Hela nyingi sana. 5 milioni. 5M. Kwa hiyo huyu anafanana na mimi. Kwa nini? Na yeye anaweza kuweka milioni 5 mezani kama mimi. Oh, powerful. Sio tu mpaka mimi nizitoe shambani, sio tu mpaka mimi nizitoe kwenye zile mashine zangu za kusaga. No, nakuja nyumbani nakuta milioni 5 ziko mezani, na nikaleta msaidizi anayefanana na mimi. Je, tunawapa nafasi hiyo wakina mama? Je, wenyewe wanajitambua? Huo ni utambulisho wao. Mtumishi, kabla hujaendelea hapo kwenye swala la kufanana, kwamba wanatakiwa fanane, kuna vitu ambavyo wanatakiwa waendane. Sasa kuna hii kasumba, naita kasumba kwa sababu kuna mambo ambayo huwa yanaenda hayaendi sawa, kwamba huyu ni Muislamu, huyu ni Mkristo, yaani kuoana dini tofauti, na wakisema kwamba kila mmoja atakuwa na dini yake ndani ya nyumba moja. Hiyo imekaaje? Wakorintho wa kwanza 7:13. Wakorintho wa kwanza 7:13 inasema. Inasemaje? Na mwanamke ambaye ana mume asiyeamini. Rudia tena. Na mwanamke ambaye ana mume asiyeamini. Na mume huyo anakubali kukaa naye. Asimwache mumewe. Wanafanana hawa. Wanafanana hawa. Huyu mume haamini kile mke anacho amini, lakini amekubali kaa naye. Wanafanana hawa. Ndio maana nikasema wasiachane. Maana yake ni nini? Katika kule kuwa pamoja, hawa watu sasa ndio partnership itaanzia hapo. Kwa nini? Kuna vitu vinavyowatenga, taenda kuviangalia huko wakati tunafundisha. Viko vitu vinavyowatenga. Lakini tangu mwanzo hawa watu waliumbwa wanafanana. Kutokufanana huku ni utambulisho ulioharibiwa. Ndio unatakiwa tu urejeshwe. Ndio maana amekubali kaa naye. Lakini huyu anaamini Islam, al-Islam dini, huyu anaamini salvation, wokovu wa Yesu. Lakini anakubali kaa naye. Kwa lugha nyingine ni nini? Anamwamini na anachoamini. Ndio maana wako pamoja. Wow. Kwa hiyo ukiniambia wakoje, mimi nasema si mimi bali neno, asimwache mkewe. Waendelee kuondoa tofauti zilizo watoa wasifanane, ambayo tutaenda kuziangalia. Kwa nini? Ziko tu kitu ambacho kilifanya wasifanane, ambayo kwa mazingira, lakini sio Mungu. Soma Mwanzo 3:20. Mwanzo 3:20 nasema. Inasemaje? Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa. Ndio. Kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Huu ni utambulisho wa mama yao wote peke yake walio hai. Kwa hiyo utambulisho wa mwanamke ni mbeba uhai. Lazima haelewe mbeba uhai, tena sio wa kwake na wote. Hii ina maana gani? Hakuna mtu ke au me ambaye kutoka kwa mama. Kwa hiyo uhai aliupata kwa mama. Narudia, hakuna mtu aliye mke au mume, aliye nabii au padiri, aliye shehe au kishemasi ambaye hakutoka kwa mwanamke. Ndio maana hata Yesu alipotaka kutoa mwili aliingia kwa Mariamu, kwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ni mbeba uhai. Huo ni utambulisho. Tuko pale pale kwenye swali la loveness. Je, utambulisho unabeba hatima? Ndio.